Shalom, Bwana Yesu Kristo asifiwe sana. Ukisoma hiyo Amos hapo inakwambia mimi nami nimewapa usafi wa meno katika miji yenu yote na kutindikiwa na mkate mahali penu pote, lakini hamkunirudia mimi, asema Bwana. Ukiangalia King James Version anasema, and I also have given you cleanness of teeth in all your cities and want of bread in all your places. Kuna wakati Mungu anakuzuia usifanye kitu fulani kwa ajili ya faida yako wewe mwenyewe. Tunamwomba Mungu toba. Sasa Mungu anakuonyesha the source, yani the root of the problem ni nini. Kwa hiyo atakuonyesha maybe chanzo kikubwa cha tatizo unayopitia au dhambi unayoifanya ni chakula fulani. Unaona hapa anazungumzia mkate. Mungu alizuia chakula kwamba kulinda meno yao yasichafuke. Ndio anasema mimi nimewapa usafi wa meno. Haleluya. Lakini sasa sisi uaga tunaendelea, yani tunapingana na hiyo sauti. Huyu atakuwa sio Mungu. Tunaenda tunafanya kile kitu au kile chakula tunaendelea kukila, mwisho wa siku tunaenda tunachafua meno yetu. Meno yapo ndani ya kinywa. Sasa kama unavyoona ukipiga mswaki tu ulimi wako hivi, wewe usafishi meno, hayo meno yako yatakuwa chanzo cha kinywa chako kutoa harufu mbaya. Yani kinywa chako kitakuwa kichafu, lakini chanzo chake ni nini? Usafishi meno yako vizuri. Katika meno unaona kuna nafasi huko katikati vyakula waga vinabakigi. Pale ndio bakteria wanazalishwa na mwisho wa siku wanaleta magonjwa mbalimbali. Kama ni vidonda katika kinywa, uvimbe hivyo katika kinywa, ila wanatokana na vile vyakula, yale mabaki yanobaki katikati ya meno. Huu ni mlango ambao ibilisi anatumia. Unakuta kuna wakati Mungu alikwambia usisikilize hizo taarifa, kwa sababu pale unailisha nafsi yako vyakula vibofu. Na yamkini kuna siku ulikula vyakula ambavyo vina changalawe. Biblia inagusia vyakula vyenye changalawe. Yaani kama unavyokula afu unatafuna jiwe hayo meno yako yanaweza akapata shida yoyote. Naona kuna wengine unakuta meno yao yameharibika. Yaani wao hawaoni ulimwengu wa roho, hali ya vinywa vyao, hali ya meno yao yakoje. Kwa hiyo wanaendelea tu wakijiona wako sahihi, kumbe wapo katika hatari mbaya. Na ndio maana ni muhimu sana wewe mtakatifu wa Mungu kujua ulimwengu wa roho ukoje. Kwa unakuta ukiomba Mungu atakuonyesha kinywa chako. Utaona wengine meno yana matundu, yani yametoboka. Sasa kama unavyoona meno yenye matundu yanakuletea shida, ukila sio vyakula vigumu unashindwa kustahimili, au wengine unakuta wameshindwa, wanasema mimi sili vyakula fulani vigumu kwa sababu meno yangu yana matundu. Ni kila yanazama kwenye tundu, kama sio ni punje ya mahindi, kama ni nini inazama pale, mwisho wa siku inaletea maumivu. Kwa hiyo unakuta mwisho wa siku masomo ya kukuvusha, ya kukupigisha hatua kwenye wokovu, yale mazito hutaweza kula kwa sababu meno yako yana shida. Na mwingine pale adui anatumia hapo ukupata maarifa ya kusafisha meno. Yani hapa kuna maombi special ya kuombea kusafisha kinywa chako, yani kwenye upande wa meno. Wewe chukua nafasi, Mungu akikuwezesha kushuhudia hili, kaombe toba. Omba kusafishwa kinywa, hasa kwenye haya meno. Akutakase, aondoe huo uchafu. Kuna uharibifu utaona umepandikizwa kwenye meno, ambao huu uharibifu shetani ndo anapenyea huo mlango kukufanya wewe uchafue kinywa chako chote kionekane ni kichafu. Sasa Biblia inasema wachafu hawawezi wakaingia mbinguni.